Sasa nyinyi kama Katoro tu mnafika 500. Tukienda na sehemu nyingine itakuwaje? Nyosha mkono kule juu kama umefiwa ndugu, jamaa, rafiki tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Nyosha mkono tukuone, tukupe pole. Poleni sana, chusheni mkono. Nimewaona. Hilo ni la kwanza. Linatuma salamu kwa tume ya Jaji Chande kwamba wananchi tuna takwimu sahihi kuliko wao. Kweli si kweli? Lakini la pili, ujumbe wa leo, tunataka operesheni hii Lissu aachiwe huru. Na tulipoanza kuongea ujumbe huo, wanasema sisi tunashinikiza mahakama. Mimi nasema hatuhangaiki na mahakama. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na sheria ya nchi yetu, mwendesha mashtaka mkuu ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma, kwa lugha ya fupi wanamuita DPP. Kwa lugha ya kisayansi, Lissu anashtakiwa na DPP. Peoples. Kamanda Sugu na Matata wanaingia leo, Katoro kitawaka. Peoples. Ni Kamanda Sugu na Matata wameingia. Nilikuwa naendelea kuambia kwamba kwa mujibu wa sheria nchi yetu, anayesimamia na kusikiliza ile kesi, kuendesha kesi, ni mkurugenzi wa mashtaka ya jinai, kwa maana ni DPP. Na DPP ni director wa public prosecution, mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Sasa Katoro, ninawahoji, sisi wananchi ndio umma wa Tanzania, kweli si kweli? Na DPP anafanya kazi kwa niaba ya wananchi wa Tanzania. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ni mkurugenzi wetu sisi, mwajiriwa wa wananchi wa Tanzania, kweli si kweli? Kwa lugha nyingine, sisi ndio waajiri wa DPP. Tukimwambia DPP mshtaki huyu, anamshtaki, mwachie huyu, anamwachia, kwa sababu sisi ndio mabosi zake. Ndio maana anaitwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Sasa sisi kama umma wa Katoro tunasemaje kwa DPP ambaye ni mwajiriwa wetu, ni kijana wetu? Tunamwambiaje DPP amwachie Lissu aendelee na kesi? Kama tunasema mwachie Lissu, nyosha mkono juu. Waandishi waione hii. Umma wa Tanzania ambao DPP ni mwajiriwa wake, unamwagiza DPP aachilie mashtaka, amwachie Lissu huru. Nyosha mkono Katoro kama tunataka Lissu aachiliwe kwa huru. Peoples. Wameisoma hiyo. Katika operesheni hii, kila nitapokuwa naenda, nitakuwa nahoji mambo mawili: nani amefiwa, na sisi kama umma wa Tanzania tunasemaje kuhusu kesi ya Lissu. Sisi hatuongei na jaji anayesikiliza kesi ya Lissu, tunaongelea na mtu tunayemudu, mwajiriwa wetu. Sisi umma wa Tanzania tunamtaka DPP afute kesi ya Lissu, haina maslahi kwa umma, hatujamtuma ifungue. Hapo vipi? Hapo tumeingilia mahakama. Yaani wewe ukiongea na usipoi wako pale nyumbani, unakuwa umeingilia mambo yake familia nyingine. Sisi tukiongea na kijana wetu, mwajiriwa wetu DPP, tumeingilia mahakama. Sisi tunamlipa DPP, tukimwelekeza fanya hivi tunakosea. Sasa Mwakitaru, wananchi na umma wa Katoro wanasema futa kesi ya Tundu Lissu, haina maslahi kwa umma. Katoro hapo vipi? Kama tunakubaliana, nyosha mkono namna hii. Asante sana. Lakini la tatu la mwisho, ili nipishe wenzangu, muda umeenda. La tatu la mwisho, siwezi kuja Geita Katoro nisimkumbuke Kamanda Mawazo. Huu ulikuwa ni uwanja wa nyumbani wa Kamanda Mawazo, na Kamanda Mawazo alikuwa akisimama hapa, dunia nzima tunamsikiliza kutokea Katoro, viwanja vya satellite. Kweli si kweli? Nyosha mkono juu kama tunamkubali Kamanda Mawazo. Popote alipo, Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Shusha. Lakini tunapomkumbuka Kamanda Mawazo, mimi namkumbuka kwa ujumbe wake mmoja tu, kwamba
Tungejua madini haya yatakuja kuwa laana kwa watoto zetu, tungejua madini haya yatakuwa chanzo cha vifo kwetu, tungemwambia Mwenyezi Mungu asitugaie madini haya. Watu wakatoa miaka 10 baada ya Mheshimiwa Mawazo kupotea, amepumzika. Je, niwaulize, madini haya yana faida kwa vijana na wananchi wa Tanzania? Au kilio cha Mawazo kiko pale kwamba madini haya ndio chanzo cha umasikini, madini haya chanzo cha ulemavu, madini haya chanzo cha sisi kufukuzwa kwenye ardhi, madini haya ni chanzo kwa vifo kwa vijana wetu? Na Mawazo akaenda akatuambia katika siku anayohutubia kwamba wamezika Rwamgasa, wamezika Nyarugusu na wanazika Katoro. Niwaulize, Katoro tangu Mawazo wapotee mmepumzika kuzika au mnaendelea kuzika? Lakini nawaongezea na nyingine, tangu Mawazo aseme hotuba ile, sio Katoro tu, maneno ya Mawazo yanaishi Kilimanjaro. Watanzania waliozunguka mlima Kilimanjaro wanateswa na watu wanaitwa kinapa, askari wa hifadhi wanyamapori ya mlima Kilimanjaro. Wakienda kuchunga mbuzi, wakienda kuokota kuni, wanauawa. Ukienda hapa Nyamongo, Watanzania wanauawa kwa sababu ya Nyamongo. Ukienda Serengeti, Watanzania wanauawa kwa kuambia wanaingiza mifugo kwenye mbuga ya Serengeti. Ukienda Mbeya, Watanzania wanaondolewa kwenye bonde la Mbarali. Ukienda Tabora, Nzega, Watanzania wanaondolewa sehemu za machimbo ya madini ya dhahabu. Ukienda Shinyanga, almasi. Ukienda Ruangwa, mkoa wa Lindi, Watanzania wanaondolewa kwa madini ya graphite. Miaka 10 tangu Mawazo afariki, maneno yake yanaishi. Na sisi tumekuja Katoro kumwenzi, kumwambia Mheshimiwa Mawazo, kokote ulipo, baada ya vijana wa Tanzania wanaumizwa na madini yao yamekuwa laana badala ya baraka. Peoples, kwa sababu ya utumiaji wao ni wengi. Kunja ngumi makamanda wa Katoro, tusimalize utamu wote. Bado kuna mashine ziko hapa bado hasijapanda. Mimi nikipewa hapa masaa 2 hayanitoshi. Sawa sawa? Mimi peke yangu nahitaji masaa 3. Sasa kwa sababu tuko wengi hapa, nisiwamalizie wenzangu dakika zao. Katoro people! Haitoshi Katoro. Huu wingi wa polisi unawachanganya. Ili viongozi waje hapa, hebu ondesheni vibe kwamba Katoro imeamka, uoga umeisha, watu wanajua haki zao. Katoro zungusha ngumi namna hii. Zungusha ngumi namna hii. Wewe kama mwenzio azunguche, muulize wewe vipi? People! Watu wa Katoro, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni. Kesho tutakuwa viwanja vya Geita. Nashukuru sana.